Basi tangu nilipojibu lile swali la kwamba kwa nini umekuja kusoma seminari pale Nyegezi Seminari, tangu nilipojibu kwamba nimekuja ili kuwa padri, kwa kweli sijawahi kujutia hilo jibu, kwa sababu tangu siku nilipolijibu kwamba nataka kuwa padri sijawahi kulikana hilo jibu mpaka leo. Basi baadaye hapo seminarini Nyegezi akaja padri mmoja kama makamu gombera, alikuwa anaitwa Padri John Baptist Taluma. Bado yupo, namshukuru Mwenyezi Mungu. Alikuja, nadhani alitukuta tuko kidato cha pili kama sijasahau, kidato cha pili au cha tatu mwanzoni, sikumbuki vizuri zaidi. Basi akaja akatukuta hapo. Alikuwa ni padri, hakuwa na miaka mingi sana tangu amepadrishwa, nadhani labda kama alikuwa na mingi labda miwili. Padri kijana kabisa, akafika akawa padri kijana sana. Akiwa padri kijana sana, kwa kweli nikavutika sana na huyo padri John Baptist Taluma. Kwa kweli naweza kusema ni kati ya mapadri ambao walichochea sana wito wangu wa kuwa padri. Alikuja, tunamwona muda wote anatabasamu tu, ni kama huwa akasiriki hivi, ingawa akikasirika anatabasamu, akitabasamu anatabasamu. Kwa hiyo ukajua sasa ametabasamu, amekasirika, ametabasamu. Basi alikuwa na namna fulani ya maisha yake, daima alikuwa yeye anatabasamu. Na kwenye misa alikuwa nadhifu sana, nadhani mpaka leo bila shaka alikuwa nadhifu sana, anavaa mavazi ya misa vizuri, anapendeza. Kwa hiyo kwa kweli mimi nikavutika sana naye, na kwa bahati nzuri akawa tuseme ni rafiki yangu wa karibu sana nikiwa nasoma hapo Nyegezi Seminari. Yani mimi nikawa namtazama kama baba zaidi, kwa sababu alipofariki marehemu baba yangu, basi nikapata shida sana hapo Nyegezi Seminari, namna ya kupata mahitaji mbalimbali, namna ya kulipa karo, namna ya kupata mahitaji ya kawaida ya mwanafunzi, si sabuni, dawa ya mswaki na nini. Basi huyo padri akaniambia, wewe usijali, mimi ni kama baba yako, kwa hiyo utakuwa labda ukihitaji kitu unakuja unaniambia, labda unahitaji sabuni unakuja unaniambia, unahitaji sijui hela matumizi unakuja unaniambia. Kwa hiyo mimi nikamtazama huyo padri sio tu kama padri, lakini kwangu akachukua nafasi ya kwa kweli kama baba. Na ndio maana mimi ninapopata nafasi ya kuzungumza na mapadri wenzangu huwa nawaambia tujitahidi sana kuwa baba zaidi katika maisha yetu ya upadri. Yaani watu wakituona waone ubaba ndani yetu. Na vile katika maisha kujitahidi pia kujua mahangaiko ya watu wengine. Mahangaiko ya watu wengine ni muhimu sana kuelewa, kwa sababu pengine Padre Baptisti asingeingia kwenye mahangaiko yangu, asingejua mahangaiko yangu, pengine labda nisingekuwa padri. Lakini namshukuru sana huyu padri. Haya akanisaidia nikapata mahitaji yangu ya msingi sana, mpaka baadaye nikamaliza kidato cha 4. pale Nyegezi Seminari. Na nakumbuka siku wakati namaliza kidato cha 4, siku ya mahafali, nilikuwa nimeandika barua yangu ya kumshukuru huyu Padre Baptist. Nakumbuka mpaka leo, na nilipiga fotokopi ile barua. Natumai kwamba nikitafuta kwenye nyaraka zangu nitaipata, lakini na yeye bila shaka anaweza akaitafuta hiyo barua kwenye nyaraka zake akaipata. Nikamwandikia barua ya kumshukuru.
Nikamwambia Father, nakushukuru umenisaidia mpaka nimemaliza kidato cha 4 hapa Nige seminari, na kuhakikishia kwamba kuna siku nitakuwa padri. Hiyo ndio barua ambayo nilimwandikia, na nakumbuka hayo maneno nilimwandikia, na nikamwambia kwenye hiyo barua kwamba siku ukisikia nimekuwa padri, basi ujue kabisa kwamba wewe una mchango mkubwa sana katika utoto wangu wa upadri. Basi maisha yakaendelea hapo Nige seminari. Baadaye nilipomaliza kidato cha 4 nikarudi kuendelea na kidato cha 5 na 6 katika mahangaiko na kadhalika, namna ya kulipa karo. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, walikuwa kuna mapadi hapo seminarini, wakaendelea kwa mapadi ambao walikuja baadaye, ambao kweli walikuwa wanajali sana mahitaji ya wanafunzi na kututia moyo. Kwa hiyo wakatusaidia sana, kwa binafsi wakanisaidia sana, nikasoma vizuri mpaka nikamaliza kidato cha 6. Tuseme hapo kidato cha 6 hapo. Sasa unajua tunapomaliza kidato cha 6 pale mwishoni, mahangaiko yanakuwa mengi. Unaona mwingine mara sijui anazungumzia habari za chuo kikuu, mwingine anazungumzia si fomu ya mikopo, mwingine si anazungumzia. Kwa hiyo kila mtu akawa na mahangaiko yake. Tunaulizana, vipi mwenzangu, unaenda nyumba ya malezi au uendi, unaenda upadri au vipi? Kwa hiyo kulikuwa kuna maswali ambayo tulikuwa tunaulizana sana kipindi kile tunamaliza kidato cha 6. Kwa kweli kitu ambacho ni cha kustaajabisha sana, mimi bado nilikuwa na wazo kwamba mimi naendelea na malezi ya upadri. Na hilo wazo tangu niliposema kidato cha kwanza kwamba nataka kuwa padri, hilo wazo lile jibu langu halikubadilika. Ni ajabu sana, halikubadilika. Kwa hiyo wenzangu wakawa wanahangaika pale, naona pale wanazungumzia habari za fomu ya mikopo. Mimi kwa kweli mpaka leo maishani mwangu sijui hata hiyo fomu ya mkopo wa chuo kikuu inafananaje, sijui. Sijawahi kuiona hata kwa macho, kwa sababu sijawahi kuijaza, sikufikiria kuijaza, sababu mimi mtazamo wangu ulikuwa kwamba ni lazima niwe padri. Ni lazima niwe padri. Na basi hapo tulikuwa tunasoma na brother mmoja hapo Nige seminari, tulikuwa naye darasa moja, alikuwa anaitwa brother Simon Tenge. Bado ni brother wa shirika la Moyo Mtakatifu wa Yesu jimbo kuu la Mwanza. Nikamwambia brother, mimi tunakaribia kumaliza kidato cha 6. Lakini naomba sana unipeleke ofisini kwa Askofu Mkuu Anthony Mayala, nikamwambie kwamba nataka kuwa padri au nataka kutimiza kile nilichomwahidi. Sasa kile nilichomwahidi askofu ni nini? Nirudi nyuma kidogo. Nadhani ilikuwa mwaka 2007 au 2008, sikumbuki vizuri. 2006 na 7 au 2008, sikumbuki vizuri mwaka. Kulikuwa na upadrisho parokia ya Sumve. Upadrisho wa padri mmoja wa jimbo la Mwanza anaitwa Maximilian Buluma. Alikuwa anapadrishwa kule Sumve. Na mapadri wakawa wametuchukua pale seminarini baadhi ya wanafunzi kwenda kuwakilisha shule kwenye huo upadrisho. Kwa hiyo na mimi kwa kweli nikachukuliwa, kwa sababu mapadri walikuwa wanapenda sana kunibeba, kunipeleka hata vigangoni, kunipeleka maparokiani kama wanapoenda kusali misa tokea seminari pale Nyegezi. Wakiwa wamealikwa kwenda kusoma misa siji parokia fulani, walikuwa wanapenda sana kunichukua kwa sababu ya kuhamasisha chakula cha seminari. Nilikuwa najua sana kuwaeleza waumini kwamba wanapaswa kuchangia chakula cha seminari. Nilikuwa na namna yangu ambao walikuwa wanaipenda sana mapadri, ambao nilikuwa nikisimama pale mbele ya waumini nilikuwa naeleza, na naona waumini wanaitikia vizuri kwa michango na kadhalika. Kwa hiyo walikuwa wanapenda sana kunichukua kwenda kwenye matukio mbalimbali, na pengine matukio ndio aliniongezea hata ile tamaa pengine ya kuwa padri. Kwa hiyo tukawa tumeenda kwenye upadrisho Sumve wa Padre Maximilian Buluma. Mwishoni mwa misa kabisa, Askofu Mayala, marehemu Askofu Anthony Mayala, akatuita wanafunzi wa Nige seminari. Tulikuwa mimi na mwenzangu ambaye sasa pia naye ni padri, anaitwa Padre Vetrin Sumila.
Basi Askofu Mayala akatuita pale mbele ya waumini kabla ile misa ya upadrisho haijaisha. Akasema kuna waseminari hapa. Njoni hapa mbele. Tukaenda. Tunaogopa kweli, tunatetemeka na kadhalika. Akauliza, na nyie sasa muambie waumini sasa mtakuwa mapadri lini? Wajue kabisa tuseme tukawa tunawasomesha tu wanachangia chakula cha seminari, kumbe wanapoteza tu chakula bure. Waambieni mtakuwa mapadri lini? Basi mimi nikachukua maiki pale kwa niaba ya mwenzangu Veteran Sumira, tukiwa hapo kidato cha 5 cha 6, sikumbuki vizuri, lakini ilikuwa 2006 2007 hapo, sikumbuki vizuri, lakini kati ya madarasa mawili, kidato cha 5 au cha 6 hapo. Basi kwa niaba ya rafiki yangu huyo Sumira nikachukua maiki nikasema mbele ya waumini, mimi na mwenzangu tutakuwa mapadri mwaka 2016. Sasa imagine 2006 na 7 au na 8 hapo, unaongelea mwaka 2016, watu hawaelewi kabisa. Basi watu wakapiga makofi wakashangilia, na kwa kweli huwezi amini, mwaka nilioutamka kwamba nitakuwa padri na ndio mwaka ambao kwa kweli nimekuwa padri au nilikuwa padri. Kwa nasema Mungu, ndugu zangu, ni wa namna ya ajabu sana. Mungu anatenda kazi kwa namna ambayo wanadamu watu helewi kabisa. Basi kwa hiyo ndipo maliza hapo form 6, nikamwambia huyo brother kwamba brother, hebu nipeleke sasa ofisini kwa baba askofu. Nikamueleza kama na karibia kumaliza shule na nataka kuwa padri. Kwa yule brother bwana akanichukua, tukatafuta siku, nikaomba ruhusa pale Nyegezi seminari, tukaenda mpaka ofisini kwa askofu. Askofu Mayala hakuwa na mambo ya kwamba mtu kwenda kumuona sijui mpaka kuwe na appointment au nini. Hapana, ulikuwa unaenda, mnakaa pale nje ya ofisi, mnajipanga mstari, basi anaingia moja moja anamsikiliza. Kwa hiyo ikafika kweli zamu yetu, brother ule akatangulia kwa sababu yeye anafahamika vizuri, na mimi nikafuata nyuma. Msifu Yesu Kristo. Baba askofu, milele amina. Baba askofu nanikumbuka? Sema ndio nakukumbuka. Kule Sumve mwaka jana au mwaka juzi nilikuuliza utakuwa padri lini, ukasema 2016. Baba askofu, nimekuja kueleza kwamba ile nia yangu ya kuwa padri bado ninayo, na hivyo baada ya kumaliza form 6 nitaendelea. Askofu Mayala akafurahi sana. Akasema karibu sana, usiache kabisa. Nikamwambia na ule brother, hakikisha huyu kijana anakuja. Nikajisikia furaha kweli askofu alivyonipokea, namna alivyonitia moyo. Nikamshukuru Mungu. Baada hapo nikamwaga askofu, akatubariki, tukarudi seminarini. Kwa hiyo mpaka sisi tunamaliza form 6 wale, mimi sikuhangaika kufikiria kwamba nitaenda chuo. Sasa ikawa ni kwamba sasa namaliza form 6, napaswa kuwashirikisha pia ndugu zangu kwamba mimi nataka kuwa padri. Kwa kweli nikaenda upande wa mama yangu mkubwa, walikuwepo wawili, lakini mmoja nilikuwa naye karibu sana, ambaye nilikuwa naye karibu sana. Nikamweleza, nikamwambia mama mkubwa, mimi kwa kweli baada ya form 6 nataka kuwa padri. Mama mkubwa hakunielewa kabisa. Hakunielewa kwa sababu wakati huo kwa kweli niseme wazi, mama yangu mkubwa hakuwa sana mtu wa kanisani au mtu aliyekuwa karibu sana na kanisa, hapana. Alikuwa ni kweli Mkatoliki, amebatizwa na kadhalika, lakini kwa kweli mambo ya kanisani na nini kwake alikuwa sio mambo ya kipaumbele. Yani alikuwa ni yule Mkristo ambaye labda pengine kusema anisame, lakini alikuwa ni Mkristo enzi hizo, alikuwa ni Mkristo kwa jina tu. Sasa akaniambia, mwanangu, wewe ni yatima, ni vizuri ungeenda chuo kikuu ukasoma, baadaye ukapata kazi ukawasaidia wadogo zako. Hilo ndio jibu ambalo nakumbuka aliniambia mama yangu mkubwa, Agustina Mtagayo, baada ya kuwa nimemshirikisha kwamba nataka kuwa padri. Na mimi kwa kweli ni sikushangaa, kwa sababu kwa kweli katika maisha ambayo nilikuwa nimepitia, kwamba wadogo zangu bado walikuwa wanasoma, wanaangalia na wenyewe mbeleni wataishije. Kwa kweli ndio alikuwa anatamani kwamba ningesoma nikasaidia wadogo zangu. Lakini mimi nakumbuka nilimwambia jibu moja tu, nikamwambia, mama mkubwa, wewe unajua tangu mama na baba walipofariki,
unajua ni kwa namna gani Mungu amenibeba mpaka nikafika form 6. Sijawahi kukwama karo, sijawahi kulala njaa, sijawahi kukosa mahitaji ya msingi kama binadamu. Kwa kuwa Mungu huyu amenibeba, amenisimamia, ameniongoza mpaka nimefika kidato cha 6, basi naamini Mungu huyu atawaongoza wadogo zangu, atawasimamia wadogo zangu. Kwa hiyo naomba tu niruhusu mimi niendelee na upadri. Mungu atajua namna gani atawasimamia na hao wengine kama ambavyo amenisimamia mimi. Basi mkubwa baadaye akanielewa, na polepole kadiri miaka ilivyokwenda nilivyojiunga, kwa hiyo akanielewa, akaupenda upadri, na pengine naweza nikasema hata kurudi kwake katika kanisa na kuwa muumini bora kama alivyo leo, pengine ilikuwa ni kwa sababu hiyo ya mimi kuingia hayo malezi ya upadri. Nilipomshirikisha babu yangu kwamba nataka kuwa padri, babu yangu mzaa baba, yeye hakuwa na kipingamizi kwa kweli. Mzee Onesmo mzee Fortunatus Mkamo, yeye hakuwa na kipingamizi, alifurahi sana. Alifurahi akasema, mwanangu, nilitaka sana baba yako awe padri, ndio maana nilimpeleka seminari, lakini kwa kuwa kufikia na wewe una tamaa hiyo ya kuwa padri, mimi babu yako nimekupa baraka zote, mwana mjukuu wangu, nenda. Kwa hiyo babu yangu hakuwa na kipingamizi chochote kabisa cha mimi kuwa padri. Basi safari yangu ya upadri baada ya kuanza form 6 ikaanza. Kaenda nyumba ya malezi pale Kawekamo, nikakaa miezi 3. Na mnajua zamani form 6 tulikuwa tunamaliza mwezi Februari, alafu unakaa karibia miezi 6 si ngapi kuja kutafuta mpaka miezi ya kwenda chuo kikuu hapo. Kwa hiyo tulimaliza Februari, nadhani ndio tulimaliza Februari. Basi baadaye nikajitolea kwenda kufundisha, wakati nasubiri sasa ili nije niitwe na kuingia na nyumba ya malezi pale Kawekamo, kwa sababu nyumba ya malezi ilikuwa inaanza mwezi wa 6 hiyo 2008. Basi kuanzia mwezi wa 2 mpaka mwezi wa 6 2008, basi nikaenda kufundisha seminari ya Sayusai. Ilikuwa jimbo la Shinyanga. Ilikuwa ni preform 1. Kwa hiyo nikakaa kule nikafundisha, kama nilivyosema kule awali kwamba kwa kweli mimi walimu ni kazi ambayo ninaipenda mpaka kesho. Haijalishi ni mwalimu wa level gani, iwe ni wa chekechea, iwe ni wa sekondari, iwe ni wa chuo. Mimi walimu ni kazi ambayo ninaipenda kutoka moyoni, na sioni aibu kusema kwamba ninapenda sana kuwa mwalimu. Kwa hiyo nikafundisha pale. Baadaye ndio sasa ilipofika mwezi wa 6 tukaitwa nyumba ya malezi Kawekamo na Askofu Mkuu Anthony Mayala. Kwa hiyo tukaingia nyumba ya malezi miezi 3. Tukawa na bahati sana, sisi tulikaa miezi 3. Nadhani waliofuata walikaa mwaka mzima kama sijasahau, au na wenyewe miezi sikumbuki vizuri, lakini basi tukakaa miezi 3. Baadaye nikapangiwa kwenda seminari ya Kibosho kwa masomo ya falsafa miaka 3. Kwa kweli kule maisha yalikuwa mazuri, ingawa masomo yalikuwa ni magumu, lakini basi yalikuwa ni maisha ni mazuri, mapadri walitutia moyo na kadhalika. Pamoja na kwamba changamoto daima huwa hazikosi. Mnaona mwenzenu mara kaacha, mara mwenzenu kaijiwa na wazazi wake. Nakumbuka tukiwa pale Kibosho, kijana mmoja alikuwa anataka kuwa padri, kumbe wazazi wake hawataki. Siku moja wakamfuata kwa nguvu, wakaja kumchukua pale Kibosho seminari. Unaona, kijana wa watu wakaondoka kwa sababu wazazi hawataki awe padri. Kwa hiyo kuna changamoto tunaziona kwa wengine au tunapitia si wenyewe. Basi baadaye sasa, baada ya miaka 3 kuishi ya falsafa, ndio sasa nikajiunga na teolojia sasa Kipalapala seminari. Miaka 4 kasoma hapo Kipalapala mpaka 2015. Mwezi wa 6 ndio tukamaliza sasa teolojia. Maisha Kipalapala seminari yalikuwa mazuri, na rekta wetu pale
aliyenipokea mimi niliyemkuta kama rector wakati najiunga na mwaka wa kwanza wa teolojia alikuwa ni Askofu Joseph Mlola, ambaye ni askofu wa sasa wa Kigoma, lakini wakati huo ndiye aliyekuwa rector. Na kwa kweli ndio maana napenda sana kusisitiza kwamba kunapokuwa na walezi wazuri, kunapokuwa na mapadi wazuri wanaojali miito, wanaojali vijana, tunaweza tukapata miito mingi sana ndani ya kanisa. Huyu padri ambaye sasa hivi ni askofu wa Kigoma, Padri Askofu Joseph Mlola, alitulea vizuri sana pale Kipalapala. Yaani tulijisikia kabisa kwamba tunaalikwa kuwa mapadri. Yaani kabisa ukisikia mtu ameacha pale Kipalapala, basi labda ameacha kwa kupenda au kuna shida ya pekee sana, lakini alikuwa akitutia moyo sana tujitahidi kuwa mapadri, kutuvumilia na kadhalika. Kwa hiyo tulikuwa na kipindi kizuri sana pale Kipalapala seminari. Basi nikaendelea hivyo mpaka nikamaliza mwaka wa 4, japo mwishoni kukawa na changamoto baada ya askofu kuwa ameondoka, baada ya Askofu Mlola kuwa ametolewa kuwa askofu wa Kigoma, basi wakaja wengine tukaendelea nao hapo. Basi changamoto kama mnavyojua katika wito huwa hazikosi. Changamoto ni nyingi, hatuwezi tukaelezea changamoto zote kabisa. Basi katokea hapo changamoto, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu bado akanibeba. Mwenyezi Mungu akanipigania sana. Na hatimaye basi nikapata daraja takatifu ya upadri tarehe 2 ya mwezi Januari mwaka 2016. Basi baada ya ushemasi wangu sasa nilipewa ushemasi na Askofu Mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi. Baada ya ushemasi nikapangwa kufanya ile mesta ya ushemasi parokia ya Kayenzi. Na kwa kweli naweza kusema kule sasa ulikuwa ni utume kweli. Ulikuwa ni utume kweli. Japokuwa ilikuwa parokia yenye vigango vingi sana, ilikuwa parokia ya kawaida tu, lakini unajua majukumu ya shemasi, kuhubiri, kuna ibada ambazo zilikuwa zinamhusu shemasi. Kwa kweli nilifanya utume sana pamoja na paroko wangu hiyo parokia ya Kayenzi. Nikakaa miezi 6 utume wa vijana na kadhalika. Basi baadaye baada ya miezi 6 sasa ilipohitimu tarehe 29 mwezi wa 6 2016, basi nikapata daraja takatifu ya upadri kwa mikono ya Mhashamu Baba Askofu Mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi. Na baada ya upadri akanipanga first appointment yangu ya kwanza kabisa kama padri mpya, nikapangiwa parokia ya Maria. Parokia ya Maria iko wilaya ya Kwimba, takriban kilomita 120 kutoka Mwanza mjini. Kwa kweli huko ndiko ambako naweza nikasema nilijifunza nini maana ya upadri hasa. Ile tamaa ya kwamba sasa niliyosema tangu form 1 kwamba nataka kumtumikia Mwenyezi Mungu, hapo ndio niliona kwamba kumtumikia Mwenyezi Mungu sio lele mama. Kwa sababu pengine upadri ambao nilikuwa nao kichwani na upadri ambao nilifika sasa na kuuona kwenye field nikiwa uwanjani ulikuwa ni upadri wa aina yake. Kwa ni upadri ambao unakufundisha kweli nini maana ya kuwa padri. Kwa hiyo sasa kule nakumbuka na kama ilikuwa ni parokia yenye vigango sikumbuki vizuri, lakini nadhani ilikuwa kati ya 16 au 14 hapo, sikumbuki vizuri. Sasa nimekwenda ni parokia ya vijijini. Kasenta ni pale mahali ya senta, lakini vigango vingine viko vijijini. Watu wa kule vijijini wengi wanaongea Kisukuma. Mimi kwa bahati mbaya sio Msukuma. Mimi ni Mjita. Na nimeishi Mwanza muda mrefu, lakini nimeishi Mwanza mjini pale Mabatini. Kwa hiyo habari za lugha ya Kisukuma kwa kweli ikawa zinanipiga chenga. Na hapo ndio niliona ugumu wa kufanya utume katika mazingira ambayo hujui tamaduni za watu, hujui lugha za watu. Lakini ilikuwa ni fursa ambayo pia ilinikuza sana katika upadri wangu. Na unajua nilikuwa padri mpya, nina nguvu za kutosha, nina tamaa za kuadhimisha misa, kuadhimisha masakramenti, kuhubiri, unahubiri dakika na dakika, muda mrefu, unaona raha, yani una ile nguvu bado ya upadri mpya, unakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo kwa kweli nikatumika kweli. Kwa hiyo moja ya changamoto kubwa ambazo nilizikuta kule Maria ilikuwa ni changamoto ya lugha sasa. Wakati fulani unakutana na kabibi kanakuja kuomba maungamo, akajui Kiswahili na wewe hujui Kisukuma.
kanafika kanataja dhambi kwa kweli, yani mpaka unamaliza kitumbio hujaelewa bibi ameungama dhambi gani, hujaelewa. Lakini basi unaashumu tu kwamba okay, bila shaka atakuwa ameungama dhambi, aweza kaja kwenye sakramenti ya kitubio kama hakuwa na dhambi. Kwa hiyo mwishoni unamuondolea dhambi, lakini kwa kweli kimsingi wakati mwingine hata uelewi alitaja dhambi gani, uambulia hata moja. Lakini baadaye polepole nilikaa mali ya mwaka mmoja na miezi kama 6 hivi. Kwa hiyo polepole basi nikaanza kuingia kwenye tamaduni za watu, kwenye lugha ya watu. Nikajikuta naanza kuelewa Kisukuma wakiongea, na mimi nikawa nawatania kwa maneno ya Kisukuma. Kwa hiyo kwa kweli changamoto kubwa zaidi niliyoipata mali ilikuwa ni changamoto hasa ya lugha. Sasa katika upadre unajua kila mmoja pia huwa ana mategemeo yake, ana matamanio yake na kadhalika. Kwa hiyo nikakaa mwaka huo mmoja na miezi 6. Basi askofu akanihitaji kunibadilisha parokia. Sasa bahati mbaya wakati anataka kunibadilisha parokia, mimi nilikuwa Dar es Salaam. Nilikuwa nimemuomba ruhusa askofu naenda kuadhimisha miaka 16 Dar es Salaam ya kifo cha marehemu baba yangu ambaye alifariki akiwa Dar es Salaam na akazikwa huko Dar es Salaam. Sasa basi nikawa naenda kuadhimisha miaka 16 ya kifo cha marehemu baba. Kwa hiyo nikawa nimemuomba askofu ruhusa ya kwenda Dar es Salaam. Sasa nikiwa Dar es Salaam nikapigiwa simu na sister katibu wa askofu, na ananiambia baba askofu anakuhitaji kesho ofisini. Nikamwambia sister, samahani sana, nadhani baba askofu atakuwa labda amesahau kwamba alinipa ruhusa ya kuwa Dar es Salaam. Kwa hiyo niko Dar es Salaam, lakini narudi baada ya siku 2. Kwa hiyo nikirudi nitakwenda kumuona. Sasa ukiambiwa unaitwa na askofu, sisi mapadri wajua ananiitia nini? Ana shida gani na mimi? Nimefanya nini? Nimekosa yule kwa na yani nadhani ni huruka ya mwanadamu kwamba mtu yote yule ambaye huwa anaitwa na bosi wake, basi mara nyingi anakuwa na maswali mengi sana ya kujiuliza. Basi baada ya siku 2 kweli nikarudi nikaenda kumuona askofu pale Kawekamu. Basi akanileta pale kwenye ofisi yake, kaniuliza mwanangu naendeleaje? Nikasema naendelea vizuri, habari za Maria? Habari ya kwema kabisa. Basi mwanangu, nataka sasa kukuhamisha nikupeleke parokia nyingine ambayo ina uhitaji. Sasa kama kijana, padri kijana, na kama nilivyosema kila mmoja huwa na mategemeo yake na matamanio yake. Basi mimi kichwani nikaanza kusema sasa bila shaka kwa kuwa ananihamisha, basi sasa nimeanzia utume kijijini kwenye changamoto nyingi na matatizo mengi, basi nadhani sasa ni wakati ananipeleka parokia ya mjini. Kwa hiyo nikawa na mawazo yangu pale ofisini kwamba sasa Mkama anakwenda mjini. Nikawa nimeshajiandaa sasa kwamba sasa natoka na mimi zamu ya kukaa kijijini imeisha. Sasa naenda na mimi mjini kupumzika kidogo. Hiyo ndo nilikuwa mawazo yangu kama padri kijana kwenye mahangaiko yake. Basi akaniambia basi mwanangu nakuhamishia parokia ya Bu. Sasa aliposema Bu, mimi yani moyoni na kwenye mawazo yangu nikamalizia Ugando. Najua sasa naenda Uganda. Nikasikia anasema sasa mwanangu unaenda parokia ya Buhingo. Mama yangu alafu nakwambia nguvu zikaniishia, kwa sababu parokia ya Buhingo ni ya kijijini kabisa, parokia kubwa kuliko zote, inapatikana wilaya ya Misungwi. Unaingia ndani huko unatoka Mwanza kama unaelekea Shinyanga, unafika sehemu inaitwa Mwanangwa, mkono wa kulia unashika barabara ya vumbi unaenda sehemu inaitwa Misasi. Unapoanza Misasi hiyo ni Buhingo, mpaka inakwenda kupakana na parokia moja ya jimbo la Shinyanga inaitwa Salawe au Nyanguganwa. Pale nakwambia ofisini ujanja wote ukaniishia kabisa. Sasa Mungu wangu, nimetoka Maria naenda Buhingo, nimetoka Bushi naenda Bushi. Ni basi askofu kanambia unasemaje mwanangu? Basi hapo askofu sisi siku ya upadrisho tuliahidi utii. Na niliahidi utii kwako. Na kwa kuwa Mwenyezi Mungu anataka nifanye utume kokote, niko tayari kwenda Buhingo. Na
alikuwa ananituma Buingo kama paroko msaidizi. Kwa hiyo nimetoka Maria kama paroko msaidizi na kwenda Buingo sasa tena kama paroko msaidizi. Basi nikakusanya vilivyo vyangu, nikaagwa siku ya tarehe 25 Disemba 2017. Tarehe 25 Disemba 2017 nikaagwa pale Maria, na uzuri baba askofu Ruwa'ichi pia alikuwa amekuja Maria kusali misa ya maadhimisho ya ujio wa misionari waliokuwa wanapita kueneza injili pale Maria. Kwa hiyo kweli aliponiambia akasema basi kufikia Januari tarehe 2 mwezi Januari tarehe 2 mwaka 2018 uwe umeripoti Buingo kama paroko msaidizi. Akasema sawa. Kwa hiyo nikafika Buingo nina kama mwaka mmoja na miezi kadhaa ya upadri kuelekea miwili hivi. Kwa hiyo nikafika Buingo, parokia kubwa kuliko zote. Nzuri, nikapokelewa vizuri sana na paroko wangu, alikuwa anaitwa Padre Sebastian Kanyerere. Tukaishi vizuri sana. Ni parokia kubwa, ilikuwa na vigango 46. Vigango 46. Na tulikuwa mapadi wawili. Na kigango kuna cha mbali kabisa ambacho kinapatikana na hiyo parokia niliyosema, kilikuwa ni karibu kilomita 40 hivi au 50 kama sijasahau sana. Na tuko wawili. Tulikuwa tunapanga ratiba ya mwezi mzima. Yaani wakati fulani mkiagana asubuhi, nakumbuka huko tulikuwa tunasali misa sio Jumapili tu kwa sababu ni vigango vingi. Na hatuwezi kuzunguka vigango vyote tukavimaliza Jumapili. Kwa hiyo tulikuwa tunasali misa hadi katikati za wiki isipokuwa Jumatatu ambayo ilikuwa ni siku yetu ya kupumzika. Kwa hiyo kuanzia Jumanne mpaka Jumapili tuko vigangoni. Na unakuta unaanza kigango cha kwanza labda misa saa 3, unamaliza unaenda kigango cha pili labda kimepangiwa misa saa 6 saa 7 mchana, alafu labda unakuja kumalizia kigango cha mwisho labda majira ya saa 10 hivi. Kwa hiyo tulikuwa tunasali misa mpaka 3 kwa ajili ya kupeleka huduma kwa watu, kwa sababu vinginevyo watu wanaweza wakakaa muda mrefu hawajapata huduma ya padri. Kwa hiyo kuna wakati kabisa mnaagana asubuhi saa 2 baada ya kunywa chai, mnakuja kuonana usiku kabisa kwenye saa 2 saa 3, au msionane kabisa mpaka kesho yake. Kwa hiyo ilikuwa ni utume haswa kule Buhingo. Hicho kigango cha mbali kabisa, kuna kigango kilikuwa kinaitwa Mahando, kiko mbali kabisa. Kuna kigango kinaitwa Sisu ambako hata gari lilikuwa liwezi kupita. Kwa hiyo unafika sehemu unapaki gari, alafu unatafuta bodaboda, anakupeleka, mnafika tena sehemu hata bodaboda na yenyewe haiwezi kuendelea, mnaipaki, mnatembea kwa miguu ndio mnafika kigangoni. Lakini ilikuwa ni utume ambao ulikuwa kweli unatupa faraja sana. Yaani unapoweza kuwafikia watu ambao walikuwa wategemei kwamba watafikiwa au wana muda mrefu hawajamuona padri au hawajapata misa, unaona furaha yao ya ndani kabisa. Unaona kabisa kwamba kweli walikuwa wana kiu ya Mungu, wana kiu ya Injili. Kwa hiyo ni parokia ambayo kwa kweli ilinifundisha sana utume, parokia ya Buingo. Kwa hiyo na kule pia ni Usukumani, lakini kwa kuwa nimeshatoka Maria nina msingi kidogo wa lugha, haikuwa sana tabu kwa upande wa lugha. Kwa hiyo lugha nikajikuta ninajua baadhi ya maneno, naweza kuunganisha, naweza hata kuhubiri kidogo kwa Kisukuma na kuwatania hapa na pale. Wasukuma wanajua ni watu ambao wanapenda pia utani. Wanapenda sana utani na wanapenda mtu ambaye ni mchangamfu sana. Kwa hiyo nikapata sana ushirikiano mkubwa sana kwa waamini wa parokia ya Buhingo ambayo ilikuwa inachukua sehemu nzima kuanzia Misasi na mpaka huko kabisa mpakani mwa Shinyanga. Kwa hiyo baadaye sasa paroko wangu Padre Sebastian Kanyerere akatumwa masomoni nchini Spain, na basi na wakati huo ndoka kuna vile baada ya muda akiwa ameshaenda masomoni ndio akaingia askofu. Hapana, nadhani kabla hata hajaenda masomoni Padre Sebastian Kanyerere ndio vile kwa kuna taarifa za uhamisho wa askofu Ruwa'ichi kwenda Dar es Salaam, alafu baada ya muda ndio tukatangaziwa ujio wa askofu Nkwande kama askofu mkuu wa Mwanza. Basi alipofika Nkwande, wakati sasa anaenda shule
mimi basi ndio akaniteua kuwa paroko kushika nafasi ya Padre Sebastian Kanyerere. Sasa nikaingia kwenye yale majukumu ya moja kwa moja sasa kama paroko, na hapo ndo nikajua kwamba wakati fulani sisi tunapokuwa maparoko wasaidizi, wakati fulani huwa tunaweza tukalalamika, mbona paroko anafanya hiki mimi sifanyi, mbona labda hiki mimi ningefanya hivi na kadhalika. Kumbe sasa unapoingia ukavaa vile viatu vya uparoko, ndio unaona kwamba kuendesha parokia sio kazi rahisi, kazi ambayo inahitaji moyo sana. Na wakati mwingine kumbe unaweza ukajikuta hata paroko anajinyima kitu fulani kwa ajili ya paroko msaidizi, lakini paroko msaidizi anaweza asitambue hilo, akaona pengine labda bado atendewi haki au bado ana mahitaji yake ambayo hajatimizwa, na hivyo kukawa hata na shida wakati fulani labda hata ya maelewano na kadhalika. Lakini kwa kweli unapoingia na ukavaa viatu vya uparoko, ukajua majukumu ya uparoko, hapo ndio unaona kabisa kwamba sio kazi rahisi. Kuongoza parokia sio kazi rahisi, kuongoza watu sio kazi rahisi, ni kazi ngumu. Kwa hiyo nikachukua parokia kama paroko. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwamba tukapata ushirikiano mzuri sana wa waumini, na baadaye basi nikaletewa shemasi. Nikakaa na shemasi Ulelamila akanisaidia, na baadaye akapadrishwa akawa kama paroko wangu msaidizi. Na hapo tukafanya sasa utume. Tukafanya utume wa kueneza Injili, tukafika vigango vyote 46, watu wakainjilishwa. Na kwa kweli ilikuwa ni muda wa kupata faraja sana. Ni muda ambao Mwenyezi Mungu alitubeba sana katika utume wetu. Buingo vile vile changamoto hazikukosekana. Changamoto za ukubwa wa parokia ilikuwa ni kubwa sana. Kwa kweli kusafiri kufikia kwa vigango vyote ni shida, alafu hali ya uchumi pia ya waumini wetu Buingo ilikuwa ni ngumu kweli. Unafunga safari kilomita kadhaa kwenda kupeleka kuadhimisha misa, una gari, umetumia mafuta, lakini unarudi na sadaka ya shilingi 2000, wakati mwingine 500, wakati mwingine 400. Wakijitahidi sana umepata 5000 baadhi ya vigango ambavyo vilikuwa vina wingi vilikuwa ni vichache, kama Misasi, kigango cha Nyamainza, kigango cha Seke, kigango cha Mwawile, kigango cha Kabale, walao vilikuwa vina aweni. Lakini sehemu kubwa kwa kweli ya parokia ilikuwa ni vigango ambavyo ni maskini, watu ambao kiuchumi bado wako chini, japo ni wakulima ambao wanategemea sana mavuno wakipata mavuno mazuri, basi vile vile mwaka unakuwa mzuri. Mvua zikigoma, basi ujue na mwaka huo ni mgumu kwao na kwa parokia. Lakini ni watu ambao walikuwa wanatoa sana ushirikiano sana pale ambapo wana uwezo wa kutoa ushirikiano. Kwa hiyo kulikuwa kuna changamoto za ukubwa wa parokia, uchumi wa parokia, na ninapozungumzia kwa kweli hata ukubwa wa parokia ilikuwa ni kazi, ndugu zangu. Nilikuwa nikijifikiria, yani nikiwa nimepanga kwenye ratiba kwamba leo na kwenda kigango cha Mahando, ambacho ni karibu kilomita 40-50 kutoka Buingo, alafu wakati fulani nilikuwa naenda kwa bodaboda. Yani nikifikiria ile safari ilivyo ndefu, nilikuwa nachoka hata kabla ya kwenda kule. Nasema labda niahirishe nisiende, lakini wakati fulani najiuliza sasa, lakini nisipoenda nani atawahudumia? Nani atawapelekea neno la Mungu? Unajitahidi, unaenda, unafika umechoka, lakini watu wakikuona unaona wanafurahi, wanabashasha, wanaamsha. Kwa hiyo pia ilikuwa inanitia moyo sana kuwahudumia waumini wetu. Kwa hiyo ni parokia ambayo ilinipa sana uzoefu wa upadri.